moja. Iko ni nini? Umeelewa nasikia? Yeah. Na kikundi hicho kinatakiwa kiwe kimesajiliwa na kina cheti cha usajili. Sawa? Na kinapata usajili wapi? Mtajua wapi kinapata usajili. Umeelewa? Yeah. Jambo linalofuata, tunatoa mikopo hii kwa kampuni. Nini maana kampuni? Nenda tuambie maana kampuni kwa wale. Kwa uelewa wangu, kampuni naweza tukasema ni taasisi au ni kiwanda kinachozalisha labda bidhaa, lakini kinakuwa na wawekezaji. Kwa mfano, labda mtu anaweza akawekeza hisa, ila pia unaweza ukasema kama tu kikundi, yaani wanaungana wakafungua kiwanda kwa ajili ya uzalishaji. Anategemea, lakini pia hisa na mambo mengine. Sawa sana. Kampuni ni taasisi ambayo imesajiliwa chini ya sheria za makampuni katika uendeshaji wa jambo ambapo linalitambulika kisheria kama hii ni taasisi tofauti. Mimi naitwa Joseph na kampuni inaitwa Ushetu. Ushetu na mimi ni watu wawili tofauti. Kampuni ikikosea hawamshtaki Joseph, wanaishtaki kampuni. Yes, lakini hiyo ni ya nani ya? Na inakwenda kusimama mahakamani yenyewe. Inawekewa mwanasheria anasimama, inajitetea yenyewe. Ikiwa na deni alipi Joseph, inalipa kampuni, lakini hela ambazo umetafuta nani? Sisi tumeelewana. Lakini nayo inakuwa na usajili chini ya makampuni, na pia inakuwa na BRELA. Ili uwe na kampuni na ijulikane ni kampuni, lazima ipitie kusajiliwa mpaka BRELA na kwenye bodi za kampuni. Hiyo inaleta faida tofauti na kufanya kazi na mtu binafsi, kwa sababu kampuni inakuwa tayari kisheria. Kwa hiyo ni rahisi kushtaki wewe ukafanya kazi na mtu binafsi, itakuwa inaleta shida kwenye sheria. Lakini ukiweka kampuni inakuwa inaweza kushtaki. Tumeelewana? Kwa hiyo leo uko binafsi, kesho unaweza kuwa na kampuni, lazima ufahamu hiyo. Tumeelewana? Kwa tuna kikundi, tuna mtu binafsi, tuna kampuni. Mkopo unapotolewa wa kampuni au wewe kwa Joseph, unakwenda kwa kampuni. Anaomba ni Joseph, anaandika kila kitu, anafanya kila kitu, lakini pale kwenye ofisi zetu hutaona Joseph. Utaiona nini? Kwa hiyo pale inasimama kampuni. Kwa hiyo unawezekana ukaambiwa tumetia hela kwenye kampuni fulani, unaweza kusema nimetia hela kwenye kampuni ya Joseph. Tumeweka hela kwenye kampuni fulani ambayo iko. Hiyo kampuni inawezekana ikawa na watu ambao wana hisa. Shareholder. Inaruhusiwa mtu kuomba hisa. Kwa hiyo hata unapoenda kuomba ile kazi kwenye kampuni, unaenda kwenda kuomba mkopo, inatakiwa shareholder pia wajue kwamba kampuni inafanyaje, inakopa. Umeona? Sasa hiyo nilikuwa naeleza malengo ya mfuko ili mjue mtu binafsi ni nani, kampuni ni vipi na kikundi ni kipi. Tukienda kwenye kikundi, hiki kikundi ili kipate mkopo na chenye kina utaratibu wake, lakini kikundi kinatakiwa kiwe na viongozi, kiwe na mjumbe, kiwe na katibu, kiwe na mwenyekiti, kiwe na mjumbe. Umeona? Sasa tutaenda kwenye vigezo vya mnufaika wa mkopo kwa muombaji. Kwa muombaji binafsi ni wewe ambaye hapo.
ni wewe ambaye hapa upo. Wewe ambaye hapa upo ndio mkweli. Ambaye tunaona kila mtu akifikiria. Kuna kikundi hapa. Wale waigizaji na kikundi sio? Ndio. Waigizaji? Ndio. Na kikundi? Ndio. Kwa kikundi binafsi lakini tuna kikundi. Kwa sisi tunataka kutoa mafunzo na lakini mpaka ya kampuni ili mwe mnajua na mnafundisha wenzenu kujua namna moja au nyingine. Sasa kitu cha kwanza kabisa, barua ya maombi. Barua ya maombi ya mkopo. Barua ya maombi ya mkopo. Hiko ndio kigezo cha kwanza kabisa au nyaraka ya kwanza kabisa. Inatakiwa wewe uonyeshe lengo. Unapotaka kwenda kuoa, unapotaka kwenda kuposa, unasema hili upose, inatakiwa upeleke barua ya posa. Ukipeleka barua ya posa ndio utaenda kufanyiwa mchakato wa kutajiwa mahali na hatimaye unyakue jimbo. Sasa ili unyakue mkopo inatakiwa uandike barua ya kuomba. Yeye ndio unaandika posa usisi. Ya kutaka nini? Sio unaelewa? Umeelewa? Kwa hiyo ni kama nimetoa mfano. Barua ya maombi. Barua ya maombi itaeleza wewe mtu fulani unahitaji kupata mkopo fulani. Lakini ile barua inaandikwa hivi. Juu utaweka anwani yako. Chini utaweka anwani ya mfuko. Yaani utaanza upande huu, utaeleza kitu chako unachokifanya, unahitaji shilingi ngapi, piga simu yako. Hatua ya ngapi? Hatua ngapi? Cha pili, lazima uwe na andiko la mradi wa biashara. Andiko la biashara. Nani ataniambia nini maana andiko mradi? Andiko mradi ni nini? Sawa. Unataka kusema? Karibu. Mimi napenda kushirikisha. Andiko mradi ni kwamba anaeleza vizuri kwa uelewa wake kile anachotaka kufanya. Sawa. Kile unachotaka kwenda kufanya, umelala usiku, umewaza, ukawazua, ukatambua kesho mimi nataka niwe na wazo la kulitoa andiko mradi nilioliwaza kichwani kulipeleka kwenye maandishi. Na ndio maana inaitwa andiko kwa sababu linatoka kwenye wazo la kichwa, kwenye wazo la ubongo, baada ya kulichakata unalipeleka kwenye maandishi. Let's complicate. Kitu kidogo sana. Wala kisikumizi. Kidogo mno. Kwa andiko mradi linaanza na neno lenyewe pale andiko mradi. Tumeona nataka nifundishe kwa uelewa sana ili tuelewe sababu hata muda mrefu sana. Sawa? Andiko mradi. Sababu najua kuna watu hapa wataomba mkopo. Kwa hiyo itakuwa pale kuna andiko mradi. Lakini ile andiko mradi litaelezea wewe ni nani? Unatokea katika gani? Unaishi mtaa gani? Uko sehemu gani? Biashara yako labda unafanya nini gani? Hiyo biashara unawezekana uko unaifanya au unataka kuifanya. Je, ulianzia mwaka gani? Au endelevu? Utaandika pale. Hivyo ndio taarifa. Ya unaanza kitu cha kwanza, jina mtu fulani. Location unaweka sehemu fulani. Nilianza mwaka fulani unataka kwanza ni au endelevu. Utaandika. Baada hapo itakuja na utangulizi. Andiko mradi lazima litambulike. Lazima lilete utangulizi. Lazima useme ile andiko mradi ni la nini? Kwa mfano mimi nataka niweke andiko mradi au mradi wa tumbaku. Na shetu unajua elimu sana tumbaku. Sio mkulima unaandika hivi. Yaani wewe nimesema mfano. Wewe ni msanii, huwezi kuandika la tumbaku. Tumeona Wewe kuandika la tumbaku. Lakini unaweza wewe ukaandika andiko mradi la kuitangaza tumbaku kama mlima ambassador wa matangazo. Kama mtu wa PA kutangaza. Sio nini unaweza kuandika andiko hilo kuitangaza ili ifanye kazi vizuri, ifanye soko na wao utapata hela kutoka kwa wananchi. Wengi wanalima tumbaku lakini hawajui soko. Wewe kwa mtu kutafuta soko. Wewe unasema kama unaibadilisha tumbaku ya kilimo kuileta kwenye soko la biashara na matangazo. Unaweza kujiandikia lakini usiandike kama unaenda kuandika kama unaenda kutangaza unapata data sana. Umeona?
Kwa hiyo kama wewe ni msanii, tuchukulie, unataka kuandika kwa mradi labda la ununuaji wa kamera, au unataka kuandika mradi la mambo ya picha, uchukuaji wa picha na matukio, au unataka kuandika mradi la mambo ya ushereheshaji kama MC, au unataka kuandika mradi kama wewe kutoa nyimbo zako kwa mambo ya usanii, utaelezea lile andiko mradi wako ni nini linamaanisha. Kwa mfano, nataka nifanye biashara ya chakula kama yule baba. Sawa? Nitasema biashara ya catering ni biashara ambayo inafanyika labda duniani. Sababu chakula kinafanyika duniani na Afrika kwa ujumla. Biashara hii ni biashara ambayo ni kubwa sana, na ni biashara ambayo ni moja kati ya mahitaji makubwa kwa wananchi wote, ambaye anahitaji kabla hajafanya chochote, saa nyingine anatakiwa aweze kupata kula kwa sababu ya kutengeneza afya, lakini pia kwa sababu ya kuishi. Sielewa? Na biashara hii ina maendeleo au inaleta mafanikio kwenye taifa, lakini hata kwa mtu mmoja mmoja. Lakini biashara hii inaleta faida kwa vijana, kwa wazee, kwa kina mama, kwa kina baba. Sasa kina baba wanafanya catering, yule baba. Lakini zamani biashara hii ilikuwa ya wanawake wa kupika. Sio naelewa. Lakini kuna hata sasa hivi kina baba, kuna machifu wanaitwa machifu, sio mashefu, sio nini wala kwenye hoteli makubwa. Ni wanaume wengi. Hata ukienda Zanzibar, ukienda pale Kahama mjini, watu huko ndani wanatengeneza chakula ndani wanaume. Kwa hiyo unaweza kusema biashara hii hata hapo mwanzo ilikuwa ya lakini kwa maendeleo ya teknolojia yanayofanyika, hii biashara ili kuonekane na ubora imeamua kuingia mpaka kwa baba. Wengi wanafanya biashara. Mimi ni mmoja kati ya wavulana au baba ambaye niliingia kwenye biashara baada ya kuona mafanikio ya biashara. Umemaliza bado. Utafika utasema lengo la biashara ile ni nini? Lengo la biashara ni kuinua pato la taifa la nchi yako. Lakini pia wewe mwenyewe binafsi na kujenga msingi mzuri kwa familia yako. Aidha kuwasaidia familia yako kuwasaidia kwa watoto wangu, kufanya hivi, kupata vitu vya balazi, kupata swala la afya, kuhakikisha nafanya vizuri. Ili unapoandika andiko gani nzuri lenye maelezo mazuri, linamvuta yule mtu wa benki ambao utampelekea ili akupe hela, na linamvuta sisi watu wa mfuko tukupe hela, kwa sababu tunaona unachokiandika unakijua na unakiishi. Gela pamoja. Kwa hiyo ukishaandika hivyo itakuja. Kwa hiyo umeshasema ndiko mnajua unataka la shilingi ngapi, labda 20, sio 30, kiasi unachotaka huyo ndio. Kutoka hapo utatuambia hizo fedha unazozihitaji unataka ukafanyie nini. Na tukumbuke tuna aina 3 ya mikopo. Tuna aina ya kwanza ya mkopo, ni mkopo wa vifaa. Tuna aina ya pili, ni mkopo wa uendeshaji. Na tuna aina ya 3 ni mkopo wa dharura. Tutaeleza zote hizi. Kama tunataka kueleza. Ila sababu mkopo wa dharura. Mkopo huu unataka hapa. Nataka labda ninunue kamera, nataka ninunue nini, sasa milioni 20 mkopo kwa vifaa. Kwa hiyo kuna nini? Vifaa unataka pale. Bana nataka hiki, nataka hiyo, nataka hiyo. Itafika utamwambia je, hiyo hela unaichukua itazalisha vipi? Ile ilikuwa umechukua kama sehemu ya matumizi, ile itakuwa hivi. Sasa natakiwa ukishamaliza kuandika matumizi pale chini unaandika mapato. Je, hii hela unachukua milioni 20 itarudi vipi? Utasema hivi, mimi nikichukua milioni 20 kama mpishi, nitakuwa na uwezo wa kuuza labda kwa mwaka, na uwezo wa kutoa sahani za chakula. Sahani za chakula labda 300. Kwa mwaka, kwa mwezi, kwa mwaka. Sema yeye. Kabisa tunapiga kwa mwaka mzima. Naweza sababu ni mkopo kwa bidii ya mwaka mmoja, miaka 2, miaka 5. Kwa mwenyewe kwenye kufanyia matangazo naifanyia kwenye kule mwaka kwa kutoka wewe. Nafanya miwili, moja, 3, pia. Kama miaka kadhaa ninaweza kuuza mchele na ninaweza kuuza wali, sahani wali kuku ndio kadhaa. Wali samaki ninategemea kuuza sahani kadhaa. That is ile ni approximation, makadirio. Ni probability ambayo inawezekana
ikawa hedi au yaani inawezekana ikatokea au isitokee, lakini wewe tengeneza. Inawezekana ukauza hivi au zaidi au chini hapo, lakini ukadiria. Lakini makadirio yako yanatakiwa yazidi mtaji. Uwezi ukasema mimi nataka nifanye biashara milioni 20, alafu kaniambia ndani ya mwaka upate milioni 21. Huo mfuko utakutaje? Utaendeshaje? Uwezi. Utafanyaje? Kwa hiyo unapotaka kuandika andiko mradi, lazima ujue ninachokiandika kama kitatumia milioni 20. Basi angalau nikitoa matumizi, nikitoa mtaji, nikitoa kila kitu nini na nini. Sio nimelipa kodi, nimelipa umeme, nimelipa wafanya kazi. Maana hiyo andiko mradi ndio ni kila kitu unachotumia. Mwisho wa siku ili upate faida inayobaki baada ya kufanya vitu vyote na kurejesha mkopo wako. Tumeelewana sio? Mwisho wa siku pale chini utasema kutokana na mtaji ambao nitapewa milioni 20, nina uwezo wa kutumia milioni kwenye matumizi yote, nikatumia labda milioni 16 na nitapata milioni ngapi? 100. Unaweka pale milioni 100 yako, unachukua ile milioni 30, milioni 20 umekopa, unajumlisha ile na matumizi madogo madogo yote yafanye kipindi cha utekelezaji wa mradi. Kumbuka kwamba ile uliyokopa umeshaitumia kwenye mtaji. Umetumbukiza yote. Sielewa. Unapoitumbukiza yote, ukiwa unaendelea na mradi, kuna gharama zingine zitafika. Utakuwa ulipa wafanyakazi. Ulipe ni mle ulipa barua labda nini, utajiri ulipa wafanyakazi. Kuna hii na hii, kuna vitu fulani vinaendelea nini. Utajumlisha na zile expenses zingine, matumizi yale yote gharama yale, utajumlisha na ule mtaji wako, alafu then utaenda kutoa kwenye ile faida utakayopata, ili upate faida halisi ambayo utabaki nayo wewe baada ya kufanya vitu vyote. Baada ya kesho umelipa mshahara, umefanya nini, umelipa umeme, umefanya nini, hilo ndio andiko mradi. Baada ya pale unaandika chini kwa saini jina lako la watu walianda andiko mradi, unaweka tarehe yako pale, utokeza kuweka namba ya simu unaweka. Ili andiko mradi limeandaliwa na mimi Bwana Frank Joseph Sinana. Ile ni kipindi. Na nimeeleza sana kwenye andiko mradi kwa sababu ni sehemu ambayo watu wengi tunashindwa namna ya kuandaa andiko mradi. Na ndio maana naambiwa matajiri wengi, matajiri samani kama kuna tajiri samani kuongea naye. Matajiri wengi wanaweza kufanya biashara wapi? Kichwani. Lakini hawezi kufanya biashara kwenye karatasi. Na ndio maana matajiri wengi sana elimu yao sio ya kukua. Elimu ya kawaida sana. Tunaona sio? Lakini kwa nini wanafanya vizuri? Kwa sababu ni risk taker. Risk taker. Yaani kwa sababu yeye anaamini kwamba hii biashara ndio maisha yangu. Kwa hiyo dunia inatia, ipotee, ikija hii. Sasa mimi kama mtumishi, ukinipa hela, nilije kwenye biashara zangu. Ni mbuzi, nifuge, afike hapa, anyonye, afanye nini? Nisubiri tu hela mpaka mwakani. Mimi nakula. Au mimi nafanya hivi, au mimi nalipa au si umeelewa? Kwa hiyo maana wenzetu wale wana uwezo mkubwa sababu ni risk taker. Na moja kati ya sifa ya msanii ambaye anaingia kwenye biashara ya ujasiriamali ndio kutumia risk taker. Sawa? Lazima uwe mtu ambaye hasara uiogopi. Yaani hasara ndio maana unakwenda kutengeneza filamu lakini unajua wala inachukua vipi. Inatakiwa wewe utumie akili na unatengeneza ili watu wateja wangu wale inatakiwa nitengeneze kitu fulani. Au unaenda Zanzibar unataka utengeneze filamu ya jinsi ya kuwatunza nguruwe. Utauza? Hapo unaenda msikitini pembeni unaweka bucha la kitimoto. Sasa utauza? Hawezi kuuza. Kwa hiyo lazima uwe innovator, lazima uwe mbunifu. Kwa hiyo hata biashara yako ya sanaa inatakiwa iwe na ubunifu wale ili uweze kuipeleka kwa na ndio maana ukikopa hela ya sanaa hakikisha unaipeleka kwenye sanaa ile ambapo unaamini kabisa ili mimi nitasoma. Mimi nimeingia leo hapo shehe. Nimeingia leo hapo shehe. Sijazunguka nimetokea tu. Nimekuja zangu wapi? Shehe DC. Lakini kama nikiwa na akili ya innovation, yaani mpaka sasa nimeshajua ushehe inahitaji nini. Kwa muda mfupi sana. Nimeshajua ushehe inahitaji na nini ukifanya inaweza kufanyaje? Kufanikisha. Sababu naangalia fursa zilizopo maeneo ya huyu msanii hivyo. Hii nikifanya ili kifanikiwe. Unaona sio?
nilikuwa nimezungumzia swala la andiko mradi na nimelizungumzia kwa mapana sana ili kulifahamu. Na utakuwa umelitaja andiko mradi sababu yake, sisi tukifanya tunaweza tukafanya wasiana na wewe na tukakushia sample direct kabisa. Ukaangalia, ukaibadilisha, ukatuma tena kwangu au ichaje hapa na yeye akaangalia akajua kwamba kumbe hiki kinawezekana kufanyika hivi. Si ndio? Umeelewa? Unamtaja mpaka? Sasa ni wili. Wow. Sema hiyo. Hapa tumesimama baada ya kucheka na maelezo ya segment mbili ambayo ni sehemu ya barua ya maombi, lakini baadaye andiko mradi wa biashara. Naona sio? Mpaka umenipata. Kitu kinachofuata sasa inaitwa ankara kifani. Ankara kifani. Nani ataniambia maana ya ankara kifani? Nani anaweza kuniambia maana ya ankara kifani? Yupo. Sawa. Karibu class. Karibu. Na nitegemea lazima utaniona. Sababu najua hivi vitu lazima kutana navyo kwa Catering. Ndio maana nikakuuliza Catering nilikuwa na mtego. Twende baba. Ni pesa ya vifaa. Ankara? Ni pesa ya vifaa. Pesa ya vifaa. Pesa ya vifaa. Unaweza kuweka vizuri kidogo? Unafahamu? Yeye makofi. Nasema ukienda vitani, ukipigwa shabafu ukaikwepa, wewe ni kamanda. Hiyo vitu lazima uende kushinda, si ndio? Unapigwa na mtu anakulenga afu unafanyaje? Kwa hiyo yule bwana nimempiga, amefanyaje? Ameshinda. Sasa naelezea kwa maana ankara kifani. Ankara kifani hii ni lugha la kitaalamu ambapo kwa Kiswahili chake tunaita hati ya madai. Hati kwa Kiingereza chake kinaitwa invoice. Inaitwa invoice. Anaelezea kidogo maana. Hati ya madai ni hati ambayo inaandikwa na supplier au mzabuni au muuzaji kwenda kwa mtu ambaye anataka kumuuzia kifaa. Hiyo document au hiyo nyaraka inaandika vile vitu vyote ambavyo wewe unahitaji kuvinunua. Vitu vyote ambavyo unahitaji kuvinunua na gharama yake, na ubora wake, na uwezo wake, na idadi yake. Kwa sababu unatuambia unataka kununua kamera. Sawa, kamera ziko za aina nyingi. Je, unataka kununua kamera ya aina gani? Yenye lensi ya uwezo gani? Yenye speed ngapi? Au betri lake linakaa kwa muda gani? Sio unataka tu kamera $500. Kwa sababu sasa hivi huyu kamera inataka $500 tujui ya aina gani. Hilo anaita kamera, Canon, sio na nini? Una uwezo gani? Speed kadhaa. Nataka hii. Kwa hiyo ndio maana tunawahusisha wenye maduka wawape invoice, si kwamba tunataka tukalipe ile hela kwa mwenye duka ili wewe akupe vifaa. Tunataka specification, mnyumbuliko wa kile chombo. Kwa sababu tukipochea peke yako msanii tunaamini ukijui kwa undani kwa kitu tunachotaka kununua. Usio kaambiwa unanunua yai la kuku kienyeji kutoka kwa yai la kuku bora ambalo alipangwa. Ambayo kulisho tu kwa nini kwa nini? Unasema kwa nini? Hadi jogoo hajapanda. Unajua unaweza kununua kitu fake kifamba ambacho kitaenda kitakufa kabla ya wakati wake hapo hujafanya kitu. Usije tu. Bora. Sawa. Sasa hii nimeshaielezea. Si ndio? Inaonyesha vifaa vile ambavyo nyinyi wewe unataka kuvinunua, ambao hii invoice inatoka kwa nani? Kwa muuzaji kuja kwa wewe.
ambao utaenda kuweka kwenye ile. Brother, umeshafanya biashara na serikali. Wauze serikali chakula. Ulikuwa umeuzia serikali chakula, wanakuambia peleka invoice. Kwa hiyo ukipeleka invoice ndio ambao sasa unawadai. Na invoice huwa inapatikana baada ya wewe kupokea mzigo. Lakini huku kwetu sisi invoice unaweka hata kama hujapokea mzigo. Hii kwenye nyaraka zetu. Bosi hapa ofisini anapitia. Aone kwamba huyu mtu kumbe ameweka nyaraka zote na invoice inatakiwa iwekwe katika document ya. Tumeona nyaraka inayofuata ni utambulisho wa mlipa kodi. Utambulisho wa mlipa kodi. Hapa ushachukua na TRA. Iko TRA? Yeah. Hii mnaenda kufanyia nani? Kama mjini. Yes. Na ndio ndio nikasema kuna vitu nimeviona vinahitajika vipo hapa ili nijue kwa nini? Kwa nini mfanye? Sasa nikiingia sehemu kwenye mji naanza kuangalia vitu vitatu. Yaani sehemu yote ile nyingine naangalia mabango. Sasa barabara kubwa lazima ziteleza mabango ya TRA iko wapi? Iteleza mabango ya SRJ iko wapi? NMB iko wapi? Kwa hiyo hivi vitu vyote vinatakiwa viwepo eneo kama hili ili kumrahisishia msanii asiende mbali. Kwa hiyo moja kitu ambacho na nyinyi wasanii mnatakiwa kupigania kuhakikisha kwamba mnafanya vizuri. Mnaonyesha nia ya kwenda kuchukua mikopo. Mnawafuata huko TRA ili TRA waseme naona sasa wale jamaa tunakosa mapato. Inabidi twende tukafungua ofisi. Kwa kufanya hivyo anawafaribisha hao wataalamu kwa sababu wataalamu sio hapa. Wataalamu wa vitu mbalimbali ila mnajifaidisha nyinyi na vizazi vyenu. Kwa hiyo nyinyi kama wasanii mna nafasi ya kuhakikisha mnapigania hivyo vitu vinakuja na huko. Wanaleta vitu vidogo huko ili na nyinyi muweze kujisajili kwa urahisi kuliko kwenda mbali. Kwa sababu moja kitu ambacho changamoto kwa nyinyi wasanii ni kujipanga kifedha kusafiri na kwenda kufanya vitu mara kwa mara. Ila tukiwa karibu vinawarahisishia kufanya nini? Kwa hiyo hapo nyinyi mna nafasi pia ya kufanya kitu. Ndio maana mimi nikwambia nimekuja leo lakini na wasiwasi TRA hapa. Si ndio? Kwa hiyo ni nafasi yenu mkionyesha hivi mnaenda kwa sababu na mimi najaza form. Mnaenda kwa sababishana kwa mbele nahitaji kodi. Unajua kumbe TRA inatakiwa na wao sasa nyinyi hapo ile sio wachache nyinyi mko wengi kwa sababu sasa kioo cha jamii nyinyi mnaweza kusababisha mjiweka ushefu ukawa vizuri sana na tukawa na kodi wazuri sana tukalipa kodi vizuri tukalipa mikopo yetu vizuri na tukawa tunafanya vizuri kwa sababu watu kusoma tuko sehemu salama watu wanalipa kodi na maisha yanaendelea kwa sababu bila kulipa kodi huwezi kupata mkopo bila wewe kuwa na nini bila wewe kuwa na nini na TIN number kujulikana kama ni mfanyabiashara huwezi kwa sababu hii inamhitaji uwe mfanyabiashara au uhitaji kupewa mkopo alafu una TIN number una leseni ya biashara una chochote utapata vipi utapewaje wakati fursa imeletwa kwa hiyo fursa inapoletwa na sisi ndio tuchangamke kwa hiyo lazima tujitoe katika wazo la kuwa wasanii wa kawaida kuwa wasanii wa biashara na ndio maana tunakuja hapa ili kuwafanya mtoke kwenye sanaa ya kudensi tu pale kufurahisha ili mwende kwenye sanaa ya kudensi au kuigiza au kufanya mambo mbalimbali ambayo yanaleta pesa na mzunguko ukawa mzuri kwa nchi taifa na watu. Tuko pamoja? Baada hapo baada ya kushona kwa nini TIN number unaipata bure. TIN number unaipata bure kabisa. Unaleta TRA na NIDA tu. Una NIDA pamoja na taarifa zako kutoka. Naisha kwanza hapa. Huko juu kwenye tukio tutakuja baadaye. Naisha kwanza hapo tunakujazia tunapata TIN yako. Ina namba kadhaa. Na namba hizi zinaandikwa pale. Ndio hata kama ya TIN yako unakaa nayo. Afu ni bure. Unaona? Kwa kama msanii kwa nayo itakusaidia. Kitu cha pili, kitu kingine ni leseni ya biashara. Leseni kama ipo. Kama ipo. Kwa kama ipo unaiweka. Kama haipo unaacha uweke. Ndio maana nasema kama ipo. Kama haipo